We mke wangu. Abe mme wangu. Mke wangu. Abe. Fanya haraka bwana. Na wewe katumbo kadogo tu ako napiga kelele hivyo. Katumbo kadogo, tumbo limeshakaribia kujifungua. Mimi huyo mtoto nimembeba miaka 30 mpaka sasa hivi 40 na kitu. Mtoto yupi? Huyu alikuwa kiunoni kwangu mimi. Unachekesha. Sasa mme wangu, niambie. Hapa nimejikaribia kujifungua. Nalitambua. Sina kanga, sina vitenge, beseni tu hata la kwenda kumoshea mtoto halipo mme wangu. Nafanyaje? Yote hayo natambua vizuri sana. Mimi kila kitu unachokifanya mimi najua vizuri sana. Sasa unajua siku ndo hizo zimekaribia. Emu subiri tuone. Odi mganga. Kuna mteja huyo. Mtaalamu. Kangu, mambo yamewini. Yamewini. Ile dawa niyochimbia juzi nje ya panda imekubali. Mambo yamenyoka. Sikia nikwambie mume wangu. Sasa huyu anayekuja huyu. Ndio huyo atatupa mahitaji yote nienda. Umemaliza mke wangu. Sijawahi kukuangusha hata siku moja. Alafu toko bebe mimba hii nimekupenda vibaya sana. Mganga, karibu. Tunakuja na kufungulia, subiri. Mwacha ingie, mwambie ingie. Pita moja kwa moja. Bebo mke wangu. Tupo kijana. Asante mganga. Karibu kijana. Asante sana mtaalamu. Karibu sana. Asante sana. Mganga, na matatizo makubwa sana mtaalamu. Nimekuona tu na matatizo. Unapokuja kwa mganga lazima una matatizo. Hajawahi kuja kwangu mtu mzima hata siku moja. Nimeshakuelewa. Eleza, shida nini? Mganga, yaani hivi unavyoniona na matatizo makubwa sana. Una matatizo gani? Yaani biashara zangu haziendi kabisa. Ngoja, yani ishi hapo hapo. Hii ni kama kompyuta, unapoeleza imesha nasa. Sawa mtaalamu. Kwa biashara yako na matatizo. Ndio mtaalamu. Na juzi kuna bibi Kikongo alipita kuomba msaada. Sio kweli? Ni kweli? Ni kweli mtaalamu. Basi. Shida yako imekwisha. Matatizo yamekwisha. Yule alikuwa sio mtu wa heri kabisa. Nitashukuru sana kama utanisaidia mganga. Tatizo lako limekwisha kijana. Wengi walipita hapa na wakapona na wakatajirika, wakawa matajiri wakubwa, wengine wakanizidi paka mimi. Una taarifa hiyo? Mtaalamu, naomba nisaidie mtaalamu. Ukinisaidia, takupa kiasi chochote cha pesa utakachokihitaji mtaalamu. Na matatizo mtaalamu. Sawa, nimeshakuelewa. Wewe usitake hela, mwambie akupe nanili. Vitenge, sabuni nikajifungue vizuri. Sasa tukichukua hela, tunaweza tukaenda kununua vitu wenyewe tunavyohitaji. Hamna. Akileta vitenge ambavyo vipendi. Alete vitenge. Vitenge na beseni. Alete vitenge. Imeisha. Asa kijana, swala lako limekwisha. Kinachotakiwa kwanza uwe na imani na mimi. Umenielewa? Kinachotakiwa ulete vitenge. Ulete nini? Vitenge. Vitenge? Sasa mganga, ni nguo za mitambiko au nini? Naomba unielewe kijana. Si umetoka kule umenifuata hapa. Naomba unielewe. Ulete vitenge. Umeelewa? Pea hii 5. Ulete vile vinepi mnavita vya watoto wachanga kabisa, wale wanaozaliwa. Ununue vipya. Hivyo 2. Alafu sasa utaleta na 50,000. Umenielewa? Alafu sasa utaleta chupa ya chai na sukari kilo 3. Majani ya chai bila kusahau. Nadhani unatambua chai inahusika na nini. Tusiwe tunaandikia wino na mate hapo. Umenielewa?
Ndio, nimekuelewa mtaalamu. Ingewezekana ungekuja na biki ukawa unaandika kabisa, ili usije ukakosea, mambo yako yakateleza. Nataka nikutengezee maisha yako ya pande juu. Umenielewa kijana? Ndio, nimekuelewa mtaalamu. Vitenge na nini? Mbona unakuwa na wasiwasi mke wangu? Naijua hiyo. Mambo ya vitenge. Unainuka, unataka kwenda wapi? Rudi ukae hapa. Kaa. Unataka kuiuzi mizimu? Unajua kilinge nimetumia gharama shilingi ngapi? Mke wangu, una hamu na kuku? Kabisa. Nikugeuze kuwa kuku? Lakini mganga, mimi nimeshindwa biashara. Niache niondoke tu mganga. Niache niende. Hapa kilingeni nani alikwambia anafanya biashara? Mke wangu, tumgeuze kuwa kuku? Anajaribu mizimu yetu. Unajaribu mizimu? Hichi kilinge akichezewi ovyo ovyo. Mke wangu, anataka kuchomoa huyu. Ngoja nicheze naye. Na mimi nimeliona. Ngoja nicheze naye. Umenielewa? Hapa sio pa kuchezea. Ya miaka mingi sana hii. Imaya. Lakini mganga, mimi niache tu niende. Niache niende mganga. Wewe